Kitabu kile cha Yeremia sura ya 1 mstari wa 10, kwamba angalia, nimekuweka leo juu ya mataifa na juu ya ufalme. Kwanza namba moja, umewekwa juu ya mataifa. Tunaposikia kwamba umewekwa juu ya mataifa, mataifa ni wale watu ambao hawako sawa na wewe, ni wale watu ambao hawajamwamini Mungu, ni watu ambao hawajakombolewa, ni watu ambao hawajaokoka. Hao ni mataifa. Lakini wale watu wa mataifa ndio umewekwa nao, na umewekwa nao kwa heshima ya Mungu. Yeye anakuambia nimekuweka hapo juu ya hao mataifa na juu ya nini? Ya wafalme. Wafalme manake ni watawala. Unatakiwa pale Mungu alipokuweka, watawala wajue upo, balozi wa nyumba kumi ajue upo, mwenyekiti ajue upo, afisa kitongoji ajue upo. Mahali ambapo pana mamlaka, Mungu anataka ujulikane upo. Yaani mamlaka ipo lakini ikutambue na wewe upo. Falme ipo lakini ikutambue na wewe upo. Sijikana nelewa. Na kwa nini nakutambua? Kwa sababu Mungu amekuweka kwa kusudi lake. Mahali popote Mungu alikokuweka, amekuweka ili wabadilishe wale watu wa Mungu, waipende kweli, wapende kweli ya Mungu, wafanye kusudi la Mungu, ili kionekane nini? Lionekane neno, uonekane upendo, uonekane umoja. Kama uko kazini, Mungu amekuweka pale ili upendo wa Kristo uonekane kazini kwako. Kama uko kwenye biashara, Mungu amekuweka pale ili wafanya biashara waungane kwa kitu kimoja. Hujawekwa popote kufarakanisha watu, hujawekwa popote kugombanisha watu. Kama wewe kwenu ndio peke yako uliokoka, tunataka kuona dada yako anaokoka, baba yako anaokoka, mume wako anaokoka, majirani wanaokoka. Wewe unakuwa ndio chanzo cha kuleta upendo, chanzo cha kuleta umoja, chanzo cha kuleta neno. Unakuwa chachu. Anasema sisi ni chumvi ya ulimwengu. Yaani manake ulimwengu unatakiwa utuonje kwa matendo yetu, unatakiwa utuonje matendo tunayofanya, unatakiwa ujue uwepo wetu unasababisha wao kufanikiwa. Kuna sehemu unaweza kufanya biashara ukashangaa hata wenzako wanapata wateja kupitia wewe. Kuna watu watakaoungana na wewe, unashangaa wanaungana na wewe, mishahara inapanda. Hello. Nimekuweka juu ya mataifa na juu ya falme na yenye mamlaka. Alafu akasema ili ubomoe. Maana yake kwenye zile falme, kwenye zile mamlaka, kuna vitu ambavyo si vya kimungu, sharti vibomolewe. Hakuna kinachobomolewa kama hakijajengwa. Kuna vitu huwezi ukafanikiwa kwenye biashara mpaka uvibomoe. Kuna vitu huwezi kufanikiwa kwenye pesa mpaka umefanya maombi. Kuna maombi yake. Kuna wateja hawezi kuja kwako mpaka ufanye maombi ya wale wateja. Kila hatua ina maadili yake. Niseme nisiseme? Lolote unalofanya lina viwango vya maadui. Kuna hatua ukifika, maadui ni wale wa maneno. Anaumwa, amelazwa, amekonda. Hatua yako ikisogea, wanatoka umekonda, wanakuvizia na silaha. Auawe. Hatua yako ikienda zaidi, na utasikia na risasi zinalia. Hapa tumemkosa. Daudi akiwa porini alipambana na wanyama. Mnyama aliyepambana naye ni simba, mnyama aliyepambana naye ni dubu. Alipotaka kula kondoo wa baba yake aliyowachunga, alipigana na wanyama. Alipotoka porini akaja mjini, akakutana na adui mwingine, Goliathi. Ikabidi vita ibadilike. Vita ikabadilika sasa kutoka kwenye kucha, maana ambacho kimemuua Daudi ni kucha na meno. Sasa vita imehama kwenye kucha na meno, imekuja kwenye panga, mkuki. Ukisoma Biblia inakwambia Goliathi alikuwa amebeba fumo, mkuki. Ni vita nyingine. Nisikilize nikwambie, nimesimama hapa nimekuletea habari njema
Usiogope vita ulionayo, maana unaliweza na ni saizi